So not long ago nimeketi na mrembo fulani hapo. Alafu akapata simu kutoka kwa mama yake. Ilikuwa ni event. Na event ilikuwa ni kuisha inaisha. Na event yenyewe ilikuwa event tu kwa ballroom hivi. Mimi nilikuwa na kunja mawaya zangu. Na event yenyewe ilikuwa city fulani na huko juu Georgia. Na mimi nilikuwa huko na chapa job. But huyu mrembo tumejuana for a very long time. Very long time. Then simu ikalia. Hello, akachukua. On the other side, hello, kairetu gakwa, unaendeleaje? I'm good, mom. Ni mama yake amepiga simu. Kairetu gakwa, ninapenda venye unaendelea nini, umenyamaza kidogo, haujaongea wiki moja. This is now, wanaongea Kikuyu at this point, ninajaribu kutranslate. Hujaongea wiki moja. I'm like, wow, okay. Waongea daily inaonekana. Okay, no problem man, nimekuwa busy, tuko na event hata saa ndio imeisha. Na ndio sasa tuna clean. Hata niko na Sam hapa mama yake. Tunajuana from back home. So, ni dem tumejuana for the longest. Okay, salimia Sam hapo, it's been a long time. Sam umesalimiwa na mama. Nimekubali, nimemuitika, mwambie nitamsalimia back kwa WhatsApp, haina shida, nitamtafuta. Reure, akaambiwa. Ka project kare ni kamefika mahali ka project. Walikuwa na project, msichana apparently at that point amejengea madhake nyumba, na sasa I think walikuwa najenga kitu ingine different. Sijui ni shed fulani nje ya nyumba. I think shed ya gari or something. And I'm proud of you, my daughter. Unajua ukiwa hapa, you've always followed God. Jesus has been your partner. I am proud of you. Nilikuwa nasikia. Juu msichana ameketi hapo next, nasikia simu iko loud, haiko kwa loudspeaker, lakini iko loud. I can hear everything. Msichana anajua ninasikia. Akanifanyia hivi. Yes, amen, mom, amen. Na uendelee tu hivyo. Uendelee mtoto wangu kufuatana na njia za Yesu. Uendelee kushikilia Mungu. The more unashikilia Mungu, msichana ndio the more atakubariki. Wewe kutoka kitambo ninakuamini nini. Madhake ni mzee na ni wale the old fashion kubless watu. Nini akampiga lecture moja hapo yenye ni preaching, si lecture but ni preaching fulani, na kumwambia venye yako proud. Madha yake anaona dota yake kuweza mbaya sana, na mimi niliona nikapraiziwa hivyo na mamangu ama my dad. Naweza fika cloud ingine high sana. Wakaongea alafu ndio wakaconclude na waikarewega mwadhani wewe karene geithia netokwaria rucio. Nika notice uongea every day, na nikae upigwa lecture every day na wako sawa. Akahang simu. Mimi on this side niko in a shock. Juu ninaangalia msichana hivi. First of all, kulikuwa na mawine zimesaviwa kwa event. Already kuna moja hapo next to her. Alafu secondly, ninajua huyu mrembo na kamnyweso na kupate. Actually dress kake kamefika hapa, na bado alikuwa after hapo wakitoka kwa event, wakimaliza clean up, walikuwa naenda after party. Mimi nilikuwa ninapanga sound yangu juu nilikuwa nimeenda huko kufanya DJ work. Nikakunja mawaya zangu, nikiongea na yeye nikamuuliza, msichana,
CU chairman, chair lady. High school, CU chair lady. Ai. Na si wewe ulikuwa member wa ile church fulani hapo. Ilikuwa inaitwa aje? By the way, hiyo church ilikuwa inaitwa Redeemed. Si ulikuwa member. Na ulikuwa CU. Msichana. Kwani kuliendaje? Lakini nikaamua tu nimuulize. Nikamuuliza, yani madhe yako bado anadhania wewe ni msichana yule wa CU? Mrembo akaniambia, sasa muacha siasa, si unajua hii Amerika. Si unajua hii Amerika. But nikamwambia anyway, ninajua what you had to go through. But no matter what you had to go through venye ulikuja Amerika, I think manzi, sio reason ya kutupa God hivyo, na wewe kwanza ni undercover. Madhe yako akiwahi jua wewe ni ka drunkard, ka gangster hivi, na niambia wewe saa muacha ujinga, madhe atajua unless wewe umwambie. Juu ninakumbuka tulikuwa sokoni, nakumbuka madhe yake nilikuwa nampita hapo, tulikuwa marafiki. But anyway, tukachapa story, tukakumbushana matime, alafu akaniambia, wewe tutaonana kwa simu. We travel poa, ukirudi North Carolina, wacha mimi niende Bashment na wewe enda zako. Nikamwambia, it was nice to meet you, but this is what happened to this girl. Now the story begins. Nimeanza story from the end. But this is now what happened. Msichana kwao si ati wadosi, but walikuwa tu wamejiweza kidogo, tunyumba utu twa municipal. Tudogo, twa municipal. Mnajua kama Thika kuna Kameno, kuna utu tunyumba twa Makongeni huku na huku nini. Hata si Makongeni, hata Makongeni ya Nairobi. Kuna utu tunyumba twa municipal na huko juu. Kachai. Sasa msichana alipita. Hakupitia. Alipita. Yani ile kilupita. Alipita high school noma sana. Alipita. Alienda high school ya maana in the first place. Na si ati ni ile alihongewa na wazazi nini alipasua exam KCSE, KCPE kitambo, ile ya kitambo. Akaingia form 1 shule ya maana sana. Siwezi sema ni gani of course. Watu wangu wa ETL watamgundua. Shule ya maana sana. Na alipita with flying colors. Mimi kusema ukweli, shule sikuwa pabaya, sikuwa mbaya sana, lakini mimi vitu tulianguka tu vitu juu ya leakage, tulidanganywa na leakage. But anyway, huyu msichana alipita na akapita. Na venye alimaliza tu high school, hiyo ndio time tulikuwa tunang'ang'ana watu wengi kukuja America kole. Unajiaplaia nini, umepata I-20, haikuwa ngumu sana kama saa hii. Na huko una need kulipa first semester kabla uingie US. Siku hizi I think lazima ulipe first semester. Hiyo time haikuwaga hivyo. But msichana nini 1212 nini kidogo visa pap akaiwai. Kuiwai. Msichana amechangiwa kidogo, mzee ameokota pesa kidogo, amefly, ameingia shule huku. Kufika shule huku, msichana alijikuta amehostiwa. Madhake hakuwa anajua mtu close wa kumhost. So alitumia mtu anajua mtu. Kukuta mali amehostiwa na kuta mwenye anamhost ni mlevi. Ni boys fulani ako na roommate, but walimuheshimu, alipewa ka room kake, roommate mmoja akalala kwa living room. Sasa mwenye amemhost, dem akachukua bedroom. Wakaanza kuwa friends na jamaa wana do job, but huyu dem anaenda shule. Ameingia shule, even ndio tulikuwa tunaingia shule bila hata bob. International students unaingia, alafu unaambia treasurer kuwa pesa yako inakuja, check imetumwa na imedelay
so you need to register. Do you know walikuwa na meza hiyo story? Sijui ka bado ana meza. Hiyo ndio vako tulikuwa tunakula tukiingia shule first semester. By the time first semester imeisha, washakupe barua, ukaenda ukapewa social, ukaenda DMV, ukangangana na ukapata ka job kambio. So first semester ikiisha, auingi summer school, unachapa job alafu una make sure umelipa hiyo school fees ya first semester. Hivyo ndio huyu dem tu alidu. Exact same thing. Juu hakupewa ati pocket money ama school fees ililipwa. We bora umepata visa time yetu na umelipiwa ticket. Uko mbele. Shauri yako. Kwanza mimi nilifika nikaanza kuambiwa, we buda, masista zako watafukuzwa shule, hebu anza job utumedu. Mimi nilianza nimeanza ukiingia Amerika nikaa shida uingia kwa house. Shida zingine uingia. Unaingia hapa unasikia, tuko na hii shida. Na hizo shida hazikuaga mbeleni. Unarushiwa shida, unaanza kutuma pesa mpaka unaenda wazimu. So huyu mrembo alitoboa first semester na akachapa job. Second semester ikaenda kuingia. Lakini second semester venye iliingia, shule aliona iko expensive, 6,000 then a semester. Aliona haiwezi. Anaona ako hapa na kaya 4,000 na anaenda kulipa pesa ya last semester. Anaona hapa very soon pia ataanza kuitishwa do home. Na ana 4,000. Ndio hii semester ya pili imeingia, amechapa job sama mzima. Mrembo wetu alikaa hivi akapigwa advice na at this point ashatoka kwa maboys. Amepata dem mwingine roommate. Huyu dem akamwambia, ni aje, we unaweza duka mimi ama we uende ujitetee shule. But shule utaenda ujitetee, then hii semester ikiisha, juu hii ndio semester mkimaliza mnaenda winter break si refu, hautapata job for a long time ya chini ya maji, hautarudi job for long ya kuweza kutafuta 6,000 ya next semester, na ujue hii yenye unalipa ni ya last semester. So ya hii semester bado hujalipa, utatoboaje msichana? Akapigwa advice na roommate wake dem akamwambia, mimi venye nilidu ni hivi na hivi na hivi. Mimi end up nimetafuta mtu wa kunisaidia hizi juala, nikijipange nirudi shule. Na ni kweli huyu dem alikuwa older, alikuwa amepata juala zake na akajipanga na akarudi shule. Na alikuwa actually anaenda kumaliza shule. So she was older but hakuwa ako shule pia. But yeye ashapitia process ya kutafuta paper. Sasa anaenda kutafuta anaenda kumaliza shule. Juu ali have kudrop. Akamwambia, ni either udrop kama mimi, utafute hizi juala, ama kama utatafuta hizi juala, chapa job as much as you can. Chapa job as much as you can. Ndio ujipange home, ama siku ile hizi hata ukitaka kuwai rudisha status yako in which ni ngumu, jukisha ruka semester moja, remember, ni hivyo status yako imeenda. Msichana kakakuleta na akamuuliza, na hizi juala unasema kutafuta mtu tafutwaje? Akapimwa 1-2, simu zikapigwa, hiyo kitambo ya then ilikuwa ni teketeke, sika siku hizi. Na mtu akapatikana. Kijana mmoja hapo ameshona, ameambiwa, we, kuna msichana pale anataka usaidizi na atakulipa hivi na hivi na hivi. Cheza kaa wewe. Alipewa deposit, wakameet nini teketeke, si mnajua venye huko uenda watu mnajua hizo story. Teketeke hapa na pale, wakafile hizo vitu. Katikati ya filing, mwanaume kama kawaida, warembo, hii mambo ya kucheza na kutafuta hizi vitu the wrong way, especially for you ladies,
ni mbaya, especially upate the wrong person, mbaya. Hey, huyu jamaa wa huku sasa, si ameanza hiyo story kuitisha mali, ameanza kujaribu kumdate by force, anakataa kumit na yeye, anakataa hii. Ilifikia point jamaa amesema haya, wewe si ni bibi yangu anyway. Na hivyo ndio wengi huenda po wamesema, juu wanaona wewe ni mrembo, wanaona mmeenda downtown, yeye maybe ni kamlevi fulani, by the way alikuwa mlevi fulani kidogo. Hey, msichana alikuwa msichana, unakumbuka mama yake akimkumbusha, alikuwa msichana CU chair lady, alikuwa msichana wa Mungu sana. Hata mimi nilikuwa namjua as CU chair lady kwa shule fulani hapo high school. CU chair lady, Christian Union in other words. Msichana alijipata ina quagmire. Ni wadi ingine aje tutaita quagmire, wadi ingine andikeni kwa comment. Ina dilemma between a hard place and a rock. Niambieni kwa comments word gani ingine hapa mnaweza tumia watu wangu. Quagmire, kuna ingine zimeenda. Niongezeni words, vocabulary. Msichana alijikuta pabaya. Msichana alikuwa hata hapo. Msichana alikuwa kuomba. Unaona hawa maboys alikuwa anaishi nao, hakuwa itaka hata mmoja wao hakuwa hata jaribu kuingia kwa room yake. Hakuwa, alikuwa na waforce hata kuomba every day. Msichana wa Biblia, msichana nini, Amerika, alikuwa naenda chachi ya mzungu, but alikuwa very serious kwa hiyo chachi ya mzungu huku. Hey, my friend, msichana alikuwa serious na God. Msichana akajipata nilijipata aje nimedecide nifanye hii mambo. Na si mimi si chairman. Na si mimi ndio nina lead hata ma Bible studies saa zingine mpaka waleo tukipigiwa simu na madhe huko home nini. Saa zingine si mimi ninapreachia watu. Nilijiingiza aje hapa? Ndio akaanza kushindwa guy, na niliingia aje hapa? After huyu jamaa ameanza sasa, akajaribu kuenda kuuliza lawyer wake ni aje. Lawyer alikuwa amechukua wa huku mzungu, amuuliza ikiwa mtu wako anataka kukuachanisha juu mmekosana, kutaenda aje. Akapewa options zake, lakini hangemwambia ilikuwa ya nini. Ndio akarudi kwa wale maboys, akarudi kwao. Maboys wakamwambia, msichana, hapa itabidi umejipa ama utajikuta kwa noma. Utajikuta kwa noma. Another mistake. Juu kuna venye, at that point kuna venye, sijui kama kuna kitu inaitwa desertion. Mtu anaweza file for desertion. Ni shaisikia kitu kaa hiyo. But hiyo ndio option mimi naona maybe angechukua, but sijui kama ingekuwa option kwake. But msichana alienda amesikiza hawa maboy tena. Do you know msichana? Imagine dem ametoka, amereiziwa na church. Madhake ni mama wa kanisa, budake ni wa kanisa. Ameenda shule, amepita vizuri. Shule amepita with flying colors, alikuwa CU chair lady. Msichana hajawahi guzwa hata manyondosis. Pengine manyondosis ameguzwa, lakini hajaguzwa. Huyu jamaa, huyu dem is a vanjo. Is vanjo. Watu wangu, huyu dem ni Mkristo halisi. Do you know alifunguliwa na huyu mse? Akini sad by the way, what people go through in diaspora, man.
Msichana alijikuta amejipeana juu time inakimbia. Anaona atarudishwa. Interview hiyo ndio hiyo ameitwa. Lazima wajue mambo na huyu mzee akwaje, nguo zake, nyumba inakaaje. Do you know mzee alimforce mpaka akamove kwake. Jamani mlevi akaanza kumpea pombe. Kidogo msichana amejipata akitembelea maboys pale. Ameanza kugonga kamnyweso. Maboys wanashindwa, ala kulienda aje? Kumbe msichana ni ile stress na ile ka depression amejipata life yake ilikuwa hivi, ikageuzwa upside down juu ya one move ya kutafuta hizi vitu through kulipa msee fulani. Kumbe msee ni nyang'au. Dem alitumiwa vibaya na huyu jamaa. Alitumiwa vibaya. Kitu ilisave huyu dem. Walienda interview. Akagongwa green card ya 10 years. Angepewa ile ya 2 years. Angejua hajui. But msichana alicheza chill. Akajifanya huyu jamaa anampenda pia. Imagine, haujaiguzwa na mtu. The first person anakuguza, una pretend unampenda. Na wewe, kwenye umetoka kasi uche lady. Ilimgonga, ilihit huyu dem, akachizi. Alianza kuzimeza na akaona huyu God nina serve. Hata yeye ananiacha aje nianguke hivi. Akaanza kublame God. Aliacha aje. Alinilete aje hapa. But purely yeye ndiye aliamua. Mimi sioni unafaa kublame God kwa hizi vitu. Haufai kublame God. Hii maisha yetu tumepitia hapa ngumu. Hata hii slavery tumepitia ya CNN na nini na kuchapa matripo na kutukanwa huku na wazungu na kuonwa as a second class citizen, third class kwanza. Sisi ni wa huko chini. Tuko chini ya mablaki wa huku. Tuko huko chini kabisa. Yani no matter what, siwezi blame ati Mungu ndiye alituachanisha. Actually Mungu me personally ameni bless. Miaka hiyo yote na sijaijipata kwa nimejipata kwa noma. Karibu niseme sijaijipata kwa ngori. Watu wangu siku moja nitamshtua na story. Na mtashtuka. Muliona story yangu ya Karogi, kuna mahali nilimention story yangu kidogo kwa hiyo interview ya Dr. Karogi Jo. And then muisikize vizuri muone mahali niliingia kwa noma, but sijaisema in detail. Nitamchapia hiyo story siku moja ndio wengine wenyu mtagundua kumbe ni wewe guy, ni wewe guy. Tuendelee. Msichana alijipata ana blame God. Mi siwezi blame God. Juu kusema ukweli, kila mtu decisions zenye tuna make, actually mi ufuata hii principle. Na mnunue book yangu. Wacheni leo nimsomee principle in my own book. Book yangu inaanza na a statement inaitwa Invictus. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Beyond the place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll, for I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Ini basically a poem by William Ernest Henley. Ndio opening paragraph ya book yangu. Iko hapo Amazon from
Good to Great by Sam Mchalongo. Nunueni book tafadhali. No matter what, I am the master of my fate and the captain of my ship, of my soul. It is my fault that I'm not a billionaire or a multi-millionaire. It's my fault. Hata tuseme ni mzungu ametuwekea ceiling. We had a chance to go back home. Between now and 25 years ago, I had a chance to go back home and build there. I could have been a multi-millionaire. But I can only blame myself, lack of wisdom at that time. Usiwai blame Mungu. I think hapa ndio huyu dem alibreak. Akaachilia Mungu wake. Pap! Akaanza ulevi. Kidogo after aliacha huyu jamaa amepata pepa zake. Tupa mbali, jamaa alikuwa heartbroken kagadhia. So hata huyu jamaa alimforce into a relationship. Aliend up kufall in love naye kabisa, but heartbreakiwa na huyu dem. Hata si tulienjoy, tulifurahi. Juu huyu jamaa alimfanyia mbaya. Hawa maboys hufanyia mademu wetu kabaya. Dem alitoka akiwa drunk. Akaenda, eventually, one of the roommates wamegraduate nini. One of those roommates alikuwa naishi nao. Wakakuwa pamoja. Na wamekuwa na ka relationship for long, walevi wawili. That's another mistake. Juu mistake ika lead to this, aka end up na relationship. Huyu jamaa alikuwa mlevi, akamuintroduce kwa pombe. Dem alikuwa so stress, amejipeana kwa huyu msee, aka give in, akumalizana, akajipatia tena kwa mlevi mwingine. Nikisema mlevi ni walevi, lakini msichana ni walevi wale functional. Juu msichana financially she's doing better than me, maybe twice more better. Akiji walevi, kuna walevi kwa hii channel wako. Muna madharau sana wengine wenyu. Walevi lakini mnatengenezaga hii pesa aje. Na mnajenga mabuilding aje. Alafu tunapata nyinyi ndio mnaenda vacations zingine very expensive. Na bado mnaenda Kenya, tunamuona na mapicha huko na wazazi every other 6 months. Hii ulevi yenyu kwani inamletea nini? Ulevi si poa skatai, lakini kuna walevi nimenotice they are very very successful. Lakini I think ukiwanyang'anya hiyo pombe, they almost become useless. Life is such a paradox, watu wangu. So hii couple mpaka leo wako pamoja. Hata siku hiyo huyo Charlie alikuwa ni beshte yangu. Kini kamrembo kamegonga 40s but bado hey. Na Wasapere, kwani Mombi, the mother of Kikuyus. Kuna Mombi na kulikuwa na Wairimo huyu, na kulikuwa na the first ladies, kina Nyambura, kina Wamboi. But Mombi was the first mother, I think. Kwani mbona Wasapere utoa turangi twa zao saa zingine, karibu akae Muhindi, karibu akae Puerto Rico, lakini ni akiongea natoa mahar. Na ukiuliza budako anaitwa aje, kama Uajoroge, mama yako anaitwa Wamboi Nyambura, hakuna mahali hapo kuna damu imetoka huko nje. Lakini unaona huyu mrembo ana rangi nyingine ya zao, unashindwa. Wasapere, kwani kuna mahali Mombi kalicheza kabaya na Muhindi alikuwa anapita somehow. Kuna Red Indian kalipita huko centuries ago Kikuyu land, kakakrosi na Mombi. Kasichana kanaka nika kamu Amerika fulani tule rangi nika ka pointi fulani. Utamjua tu ako na tuar kwa mbali, utajua huyu ni Msapiri. Lakini ukikosa kwanza venye siku hizi wameoga,
wana pesa, utajua kani, utadhania ni Muamerika ama ni Puerto Rico or something. Wakigonga hizo wig na makeup kwanza, huyo anakuconfuse. But watu wangu, huyu msichana hivyo ndio life yake ili turn around. So si uongea once in a while. Ndio maana akanipe chance ni chape hii story. But mi ushinda nikimwambia, bana, hata kama mi as Sam nilitoka, sisemi niliacha kuwa Mkristo ama niliacha kubelieve in God, bado na believe na Mungu yule mmoja mkubwa. Lakini mambo ya anything to do with anything to do with Martin Luther King Bible, anything to do with anything to do with the Bible hapa na pale, mi afadhali tusikize Bible yenye ilikuwa before the Council of Nicaea. Si mnajua hizo stories zangu, nikienda deep tutaanza siasa zingine. Lakini mi hata kama niliamua kupave my own way ya spirituality, niliamua kupave my own Africanized, more of a Afrocentric way of believing in God rather than a Eurocentric way of believing God. Because like I say, the Eurocentric way of preaching was designed to falsify our consciousness through that very, very biased and Eurocentric historiography. Nikaamua I'll forge my own religion. Na na believe in my own way. Uyo Mungu ninamfikia na mimi sioni ati atanichoma ati juu nilikataa kupitia hizi njia za Martin Luther King Bible. Nyinyi someni hiyo Bible yenyu ya Martin Luther yenye imetranslatiwa 5 times kabla ikue kizungu, yenye Martin Luther alidelegate na akasema vitu zingine zikato nje ndio waweze kucontrol watu better. It was made to be able to control the masses and to bring order. Na that same Bible kabla imodifyiwe na Martin Luther King, ili books zenyewe zilichaguliwa, zingine zikakatwa time ya Nicaea, Council of Nicaea, ndio create order na create congruence with other people who are not believers. So many history vizuri watu wangu. So karibu tuingie hapo. Tuendelee na story. Hizo vitu miwa passionate about cause zimetuingia sana. And it is my responsibility to make sure I educate my people no matter what. So sisemi msiende church, but you have to know what you are reading. You have to know who you are really worshiping. Hizo picha mmeka hapo kwa room zenyu za Yesu, hizo picha, you have to ask yourself, am I worshiping some image of a European? Where did that come from? Who painted it? Whose relative is that? Where? Anyway, huyo mrembo wetu nikamwambia siurudi tu kwa God. Aki mrembo uniambia aki Sam, mpaka wa leo mi huomba sana. But I went too deep. Hii pombe siwezi wacha. Na ni kweli ni ngumu aache. Imekuwa hapo for years and years, over 15 years. Amekuwa akivuruta hika kitu. See you chair lady. Siku hizi yako chache ya Wakenya mahali huko. But she's doing good, but wanakavuruta. But it's so unfair pia. Mimi mwenye nina advice mtu asikavurute, huyo mtu anakavuruta ana make moves kwa maisha kuniliko. Hii life si fair, man. Haimaanishi ati ka ukunywi, ka uvuti bangi, ka ufanyi hivi ati hauta succeed. Ndio, those things can land you in big trouble. Ukipata DUI, shauri yako. Ukipata hii, shauri yako. Ukishikwa na mabangi, utaingia jela, shauri yako. Ukijipata umekuwa addict, useless, hawa ni functional addicts. Wengine according to your body unaweza kuwa a useless person who just drinks. Wengine wanaenda po wanakuwa addicted, alafu they look for stronger things.
wanaenda kukimbilia meth. Kaa yule mtu mliona video yake Mkenya, video yake ikizurura, amechoma fuse huku kabisa, ameshikilia panya hivi nikaa anataka kuikula, ametupa mbao kabisa manze juu ya meth. I think ni meth. But oh my goodness, what we have to go through. Si ati sijapitia portion yangu ya maisha ya Amerika. Mpe stories zangu hapa na pale. Kuna 1, 2, 3 major sijampe. Hizo ni climax. Nitaka mkumpe live. Mwambia mkinipanga Nairobi vizuri, tutaichapa pale one of the halls. Tuchape, tukutane pale. Nichape live moja maridadi about me. Mtashangaa. So kila mtu ana story yake. I hope you guys, now to you, I hope story yako haitakufanya uanguke. I hope story yako haitakufanya usifunction. I hope story yako can only make you stronger. Because it has not killed you, my people, my good people, because it has not killed you. And my friends, even if there are things on earth we might not be able to control, they are beyond our control. Vitu kama maugonjwa wa cancer, nini, you never know what happens. You can die tomorrow. Rest in peace, Bernard Wanjohi, my good friend, very committed Christian in Raleigh and KCFA chairman in North Carolina and the national. Rest in peace, my guy. Ametuacha huyo mse, tunamzika kesho kutwa. May he rest well. He was a good man. Vitu kama hizo sikudhania zinaweza happen. I was with him a week earlier. Ameenda. Some things we cannot control. But I tell you, my good people, you have to calculate the attitude of being the captain of your fate, the captain of your soul, and the master of your fate. That only is the way. Taking responsibility of you and the things and the outcomes that are around you. Always take responsibility. Usiblame Mungu ama ublame mtu ama blame yule. Take responsibility. Msichana wetu, thank God, hajawahi drown into mpaka akakuwa useless. She's actually, the way she's performing, the way amejipanga Kenya, ndio naweza penda kuwa nimejipanga almost 10 years from now. Alikuja hapa mbele yangu kidogo tu, lakini hatujaachana na miaka maybe 1, 2. But she's doing amazing. Wakiwa na huyo jamaa wake. Jambas. Yes. The captain of your soul you shall be. Watu wangu, msisahau. Nunueni book yangu iko Amazon, na pia nina ingine From Dust to Destiny, more business oriented. Very good principles in that book. Nia Black. From Dust to Destiny by Sam Mchalongo. But sahi na promote From Good to Great. Book zangu ni mahadcover maridadi, mzuri. Na zina sales, zinapendwa. Si ati hazipendwi. So nisaidieni ziuze zaidi, muniachie review. Mr. Sam the Creative Upper with Bananaland Media and Good People Society. Because you are my good people. Na nimetoka watu wangu, shukran.